So Kenyans, kabla ya tufikirie mambo ya kukaa tukiwa tumeangalia juu ati kuna debris, sijui pieces za rocket zinaanguka, kuna kitu moja muhimu ningependa tuelewe. Na tukielewa hiki hatutakuwa na matatizo mengi. Jambo la kwanza ni the war that we have, or the war that Kenyans have among themselves. Wewe ni Mkenya na unapigana na Mkenya mwenzako kwa sababu ambazo wewe unaamini ni halali. Ningependa kusema hivi, vita ambayo iko hasa ya online haitaisha. Kuna watu ambao wanasema nyinyi ambao mnaongea maneno mabaya online, mjue tuko na watoto wadogo wanaingia online. Na wale ambao wanakuwa addressed wanasema, kwa nini mnakubali watoto waingie online? Online si ya watoto. Na haya mambo yatazidi kukua. Usisubiri siku hata moja iwe sasa mambo ni sawa, sasa ni kuketi kula na kunywa. Hapana. Kwa wale ambao wanaamini Mungu, kwa wale ambao wanajua hakika kuna Mungu, kwa wale ambao wanakaa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wanajua ya kwamba yule Mungu wa kale ambaye ndiye mwanzo ndiye anatawala mpaka sasa. Kwa hivyo inamaanisha yale Mungu alipanga yawe au vile alivyokuwa zamani hajabadilisha. Manake Mungu wa kale ndiye Mungu wa sasa. Ninavyosema ni kwamba usifikirie eti yale mambo ambayo hasa kutoka kwa Biblia huwa tunayasoma, yale mambo yanafanyika sasa ni kama hayo tu. Tofauti ni kwamba labda teknolojia ya sasa ni tofauti na ya wakati ule. Lakini tusisubiri. And I want to put this very clearly. Do not wait a day where the world is a perfect place. Kuna neno ambalo Wakristiano hasa hutumia sana. Wakomba wakati umeokoka unaambiwa na pastor wako au father wako au anayekuhubiria, anakuambia jiepushe na mambo ya dunia. And I always keep asking, kama tuko duniani tutajiepushaje na mambo ya dunia? Lakini kitu ambacho ningetaka tuelewe ni kwamba it is to restrain yourself from the tempting things of this world that are existing even right now. Ni kujaribu tu kujiepusha. Yapo hayaondoki, lakini ujaribu kujiepusha na yale ambayo yanatendeka mahali uliko, hasa ulimwengu wetu wa sasa. Wakati mwingine tunavunjwa moyo sana. Manake tuna ile urge ya kuwa watu wazuri. Alafu kuna kuwa na barriers nyingi sana. Vikwazo vingi sana. Nafikiri kwa wale watu ambao hupenda mahubiri sana, we have examples of people ambao walikuwa wahubiri wazuri sana, waliombea watu, millions of people, walikuwa wakienda open air yao inajaa watu, lakini mwisho wao ni wa kuhuzunisha. Kwa nini niseme hivyo? Kwa macho yetu sisi, tukisikia mtu alishikwa akizini au alitambulika kwamba alikuwa na tabia kama ile, kwa wakati mwingine hata tunajaribiwa kujiuliza, na je, juu kwa sababu tulimsikiliza tutaenda wapi? Lakini leo nataka kukuambia hivi. Someone
may have a perfect message, but themselves are not perfect messengers. Si lazima mtu kwa sababu anaongea maneno ya Mungu, yeye mwenyewe awe kama anavyosema. Ni kwa ajili yako wewe uwe mwerevu, you be wise. Sikiliza yale maneno. Yale mazuri unayachukua, unayaweka moyoni. Yale mabaya unayaondoa. Wakati mwingi tunahuzunika hata zaidi wakati tunasikia hasa watu ambao wametukaribia sana wameshikwa kwenye skando. Ninachotaka kusema ni kwamba do not have much confidence in a mere human being. We are all human. Na hakuna mtu ako immune to temptation. Hakuna. Lakini maneno ambayo huyo mtu anatoa akiwa soba yanaweza kuwa mazuri sana na ya kukusaidia. Na wakati hayupo soba yanaweza kuwa mabaya sana ya kukuharibu moyo. Yule Mungu aliyekuweko wakati wa zamani ndiye ako sasa. Na niseme hivi, mimi sio pastor, mimi sio, I'm not a priest, I'm not anything. Na hata sitaki kuwa, manake kama ambao wako sasa hamuwasikii, kama hata hamtaki kujua wanawaambia nini, mnazini hata mbele ya macho ya wanaowaheshimu, basi neno langu kwenyu ni hayataisha. Hayo mambo ambayo tunaweza tamani sana yaishe, hayataisha. Wala ulimwengu kesho hautaamka na uwe sehemu nzuri sana ya kuishi. Lakini ukijiepusha, sijasema mkijiepusha, nasema wewe binafsi, wewe na mtoto wako, wewe na mzazi wako, wewe na ndugu yako, wewe na mke wako, wewe na mume wako, ila ni wewe ujaribu kuwa mwanzo wa kujiepusha. Hivi, why do you think it's so hard from restraining your children from accessing these online platform ambazo unakisia zinaweza kuwa na immoral information? What do you want to justify yourself? Lazima mtoto aingie TikTok, lazima mtoto aingie wapi? Why do you want to justify yourself? It is because you are morally wrong. Wakati ambapo tunaangalia mambo ama results ya mambo ambayo yana happen sasa, huenda tukakosa kuelewa the process behind it. Lakini leo ningependa niwaambie, ama nikwambie unayenitazama sasa hivi, ya kwamba hakuna kitu ambacho tunafanya ambacho hakikuwa na process. Nasikia mtu ametokea, mwingine amepigwa risasi. Tunasikia sisi kwa redio ama kwa televisheni, tunashtuka, tunaanza kumhukumu ambaye alifanya kile kitendo. Tunaenda, tunasikia mtu fulani aliachwa na bwana yake au na mke wake. Tunakuwa na huzuni sana, kwa nini hao waliachana, walikuwa kioo cha jamii. Tunaenda, tunasikia mtu alidungwa na kisu au alirushwa kwenye mto, alirushwa kwenye tanki la maji na mpenzi wake. Tunashangaa sana, wengine hata wanasema heri kukaa single. Wajua, tunapata results. But this is what I want to tell you today. For you to get a result of anything, there is a process behind it. Lakini hatutaki kujua hiyo process imetoka wapi. There is a saying that I came up with not long ago, and I have been using it but not so often. This saying simply says, you do not have to do or say everything. Now, si ati kwa sababu kuna kitu chochote kimefanyika lazima uaddress. Kila kitu lazima come up online uaddress. Kila kitu, like literally anything. So, nataka munisikize because I am winding up. Si lazima ukitusiwa na mtu umtusi back. Si lazima.
Si ati it's a law that you must do it and if you don't do it you're gonna die. Sio lazima. Jambo la pili, sio lazima mtu akikuongelelea mbele ya watu in public umrudishie in public. Sio lazima. Nataka kutamatisha kwa kusema hivi: kwa dunia au kwa mambo ya hapa duniani au kwa mambo ambayo yanatuhusu, hayo hayatakosa. What did I say? Hayatakosa. Meaning what? Kuna mtu kinachosemekana asifanye, yupo tayari kuanza hata dakika ijayo. Yani anangoja tu kusubiri kusikia bwana usipite hii njia, aanze kupita ili aone atakufika wapi. Sijui kama tunaelewana. Na ninataka nirudie maneno ambayo yameandikwa katika na watu, let's say prominent people, ama nitasema vipi, waandishi ambao wamebobea katika uandishi na wana hekima kubwa sana. Walisema hivi: wakati mwingi mtoto ukimwambia asile sukari ni kama unamjaribu ajue mbona niliambiwa nisile, na kwa hivyo nikumaanisha atakula. Pia ningependa mjue kuna watu ambao waliumbwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu zake tu, lakini hata yeye anajua ni wa motoni. What am I saying? It is a saying in Kikuyu that says andu mobirwo ni undu wa muthenya wa uru. If I understand that better means those people will never be good in your eyes, whether you like it or not. Na utajaribu labda kusubiri the results, labda Mungu awaue au wagonjeke usiku wakosekane. Kesho anaamka tena na nguvu mpya, anakupasha, anafanya mambo. Wewe unaanza kusema wanatuharibia watoto, wanatuharibia generation. Hapana. Generation, mambo ambayo inawaharibu yameishi kuwa kutoka zamani, lakini ni wewe ujiepushe na hayo mambo. Kwa hivyo dunia haitageuka ikufurahishe, wewe ndiye utageuka uwe mzuri. Now, last but not least, kama wewe, hasa hapa nazungumza na mwanadada, you as my sister. Nikimaanisha sister yangu, I'm not meaning my biological sister. Namaanisha wewe ambao upo hapo ni mwanadada. Tafadhali nisikize. Sio lazima mambo ambayo ni ya ndani, the sacred and secret gift that God released to you and to the world, uyaanike kwenye watu. Sio lazima. Na nataka niseme hivi: wajua kuna sheria nyingi ambazo